Nimeshiba sana mama. Tumbo lenyewe nakula sana liko wapi? Hata mtoto hawezi kugusa ulivyofanya wewe. Na kushangaa kana kwamba unakopa chakula. Sivyo unavyofikiria mama. Tumbo lenyewe limefanya mazoea. Na hata kulima na kuzalisha chakula yenyewe iko wapi? Hata ingekuwepo, mvua yenyewe imefanya ugeni. Imeadimika ungedhani wali wa damu. Sasa ni wakati wa kufunga masombo mama. Masombo ufungwa lao kama mtu ametia kitu mdomoni. Pamoja na hali ngumu iliyopo, bado tutafikia pa kukosa mlo wa kimsingi. Ndiyo, hatumudu vilivyo vya Sami. Lakini hatuwezi kushika na kwamba tunaweza kuwa na tazama ulivyokonda. Tazama mwanangu ulivyokonda. Unaelekea kushindana na ng'ombe. Hiyo nafasi ya ng'ombe unaitaka wewe kwa nini? Nimekonda kweli. Umekonda mwanangu. Sivyo unavyofikiria mama. Haya basi nieleze ni vipi? Wajua dunia saa hii haidhamini kimo, inadhamini akili. Haitaki kututumua misuli. Nataka tambo la fikra. Tazame Neema binti yao. Tazame. Si kifyefye tu na chuma ya reli. Yule tangu akiwa mtoto amekuwa mwenye kimo cha sindano. Vile mwenye akili kama ncha ya sindano ya nguo. Kweli? Mwisho nilipomwona alikuwa vile. Lakini akikutazama utahisi kana kwamba anasoma fikra zako. Yona. Mama. Yona naye ameingilia wapi sasa? Wanayosema ni kweli. Njia ni kama moyo wa mwanadamu. Imejaa giza, haimwagulii msafiri. Kweli, siku zote maisha ni kama safari. Ni fumbo. Kwambie nini mwanangu? Niambie kila kitu. Sara alitiwa sana vinywani mwa watu. Alitafunwa kama chingamu. Lakini naye hakuwa kama chingamu cha kuisha sukari. Inasikitisha tu kwamba maradhi hayaishi kumwandama. Nilimwona akitoka kliniki, mnyonge kweli. Lakini bado mwanamke jasiri. Maisha hapa kijijini yalimsuka na kumfanya kakama. Hata huo upepo ugonjwa huwezi moyo wako. Hili ndogo sana. Hivi mama, ana nini na yeye na amebarikiwa na watoto wenye akili nzuri? Si wametimu wote na kuleta faraja. Walishasema faraja ni zao la dhiki. Leo hii kikapu cha mama kimejaa ndago. Kwa hivyo ameyapitia mengi. Tena mazito. Pamoja na tabasamu zake yule. Kila nikutana naye, uso wake umejaa tabasamu. Hata hivi akiwa mgonjwa. Yule ndiye Sara. Mmoja kati ya watu ungwana dunia hii. Sikujua na lolote kubwa linalomkaa. Mwanangu nikwambie nini? Sara ameitwa tasa. Wakati mwingine yeye na mumeo wametoa gumba. Japo saka la gumba limemwangukia yeye zaidi ya mwenziwe. Hivi mama, hivi si wana watoto? Au unataka kuniambia watoto wao sio wao? Damu yao hiyo. Ila umeiona baada ya wadani wa kusema kuwabandika hili na lile. Vipi hivyo? Mwanangu. Yamesemwa mengi siku nyingi kama ilivyoada katika jamii. Asiyejua safari ya Yona na Sara kielezo Yona kama vile filamu. Kwa ufupi. Yona alifungwa uchumba na Sara na hatimaye kuoana na kuishi. Ila milango ya baraka ya watoto ikawa imekawia kufunguka. Tulivyo wa Afrika, ukawa kuna waliolijua tatizo kuliko wenye tatizo. Kazi ikawa ni kuwasema. Watu wakanena na kusema, watu kanung'una faragani. Haikuwa rahisi kwao. Lakini Mungu akajalia muda wake aliona bora. Vile ikavyo hivyo vikajaliwa na kuja kuwa watu wazima. Na kama kuvifidia, vikapewa fikra pevu na bongo za sumaku. Kweli binadamu ulitaka lake hima. Ndiyo maana ni mwana, yaani tumbo. Hana la kumshibisha wala kumtuliza. Ni kama msafiri katika jangwa. Ala, kama mtoto vile. Na mwanangu, binadamu mtu wa ajabu sana. La kupata hili, utamani kila alichokikosa kipindi kile. Hivi wasata wataka kusema kama tumbo. Ndiyo, akinai. Hivi kweli binadamu, hivi kweli tumbo alikinai mama? Mwanangu, tumbo la kinai. Wala halijali ladha ya kitu. Roho ndio ukinai. Hapo ni kweli. Kwamba hayakuishia pale. Naam, baada ya ile mvua ya baraka kuanyea, watu walianza tena kuwasema kuwa wana mtoto wa kiume. Mama, kwa nini hilo nalo liwakere? Mwanangu, mahasidi hawana sababu. Tena uko huo wa Afrika. Watu waliuliza na wangali wanauliza. Hadi Yona ataingia. Walikuwa wanataka mrithi. Naam, haswa unajua wanadamu. Ndio kupata hiki utamani kila kitu. Jua ikija kulia kiangazi na vumbi, akaomba mvua. Mvua ikija ulia tope na baridi.
akataka jua. Sijui kwa nini. Labda kwa kujipenda, Huenda au labda kuoga na hofu. Hofu ya nini? Hofu ya kila kitu, hofu ya jamii, hofu ya kesho. Hofu ya kusemwa, Hofu ya kushindwa. hofu ya kuonekana dhalili. Dunia hii sasa tunahofia kila kitu. Tunahofia hata tusichokifahamu. Ni kama kamba iliyomfunga ng'ombe. Na tumekuwa wafungwa kwa fikra za wenzetu. Fikra hizo zinatufuta na kutuvuta bila kujali hasa nini bora tufanye. Tumekuwa mfano wa kitu na kivuli chake. Sisi kivuli hapa. Tumeshindwa nini cha kufanya. Au mama, mwanga uletao sasa hiyo kivuli. Hapo pa mwanga mbali sana mwanangu. Tumeshindwa hata kuwa kivuli chenyewe. Ulikuwa unasema kwamba hayakuishia pale. Naam. Kero za watu. Watu walianza tena kumsaidia maneno. Walimtaka mtafute mtoto wa kike. Amua mwanamke ambaye angemzalia mtoto. Kwa maana kwa kuwa Sara alikuwa ameshindwa. Maneno yao hayo. Na ni kweli alikuwa ameshindwa. Sijui imekuwaje lakini ndio ilitokea. Japo ulinyanyapaa, ulifanya Yona kukumbatia ulevi kwa Na ukampokea. na kuambia tena kwa mikono miwili. Umekuwa kampata Yona kipenzi cha watu maji. Hakuwa vile. Allah, hakuwa anapenda maji. Alisukumwa huko na wimbi la maneno ya watu. Wengine walimsukuma kumtafuta mtoto huko nje kila namna, mradi awe wa kiume, amrithi yeye, eti jina lake lisipotee, utani wa ukoo usizime. Lakini hivi mama, hawa watoto wake wa kike wanashinda sisi watoto wa kiume. Ingalikuwa niwe mgonjwa hivi, hata sijui ningeushika mti huu. Ungeniponyoka kama maji kwenye viganja. Ningeshindwa na ufundi wa kuziba mianya. Leo mwanangu, huo ulikuwa wakati. Wewe unaona rangi ya mwisho. Tena rangi ya mwisho ya kinachoelea. Kama kabla kielea kimepigwa randa. Kimeonja misumeno wa aina. Kimestahimili makali ya pachasi na miparuso ya msasi. I say mama, I say. Hupo wakati hakuna aliamini wa hao wangeishi wote wawili pamoja. Kwa nini? Pamoja na ulevi wake huo, Yona alianza kumpiga Sara tena kichapo cha umba alipokuwa ameolewa. Mama, kwa nini kichapo chote hicho? Eti kuaja mzalia mtoto wa kiume, lakini Mungu ni mkubwa. Amejibu jinsi. Jibu mwafaka kwa ulimwengu wote kuona. Na Mungu amwachi mja wake. Ama Mungu si adhumani. Mwanangu, sasa mimi naondoka. Naenda kwa Sara. Amenitumia salamu niende nikamsaidie na upishi. Tunajua hali yake ilivyo. Hawezi lolote. Sasa mimi naondoka. Na kwa sababu nilikuwa nimeekelea sufuria nikaona kwanza nimalize na upishi wangu. Haya mwanangu. Haya, nenda wasaidie huko, wajua majirani likufaana. Haya, wanasema leo